Jambo la tatu muhimu kabisa ambalo nataka niende mwisho ni kwamba tumia neno la Mungu. Ikiwa unataka kufunguliwa na Mungu, tumia neno la Mungu. Kwa nini nasema neno la Mungu? Neno la Mungu lina nguvu za kuvunja vifungo. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 32, andiko muhimu kabisa linasema, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Ili uweze kufanikiwa, tumia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu utakapolijua utakuwa free. Wengi wa watu wamebaki kwenye vifungo vyao kwa sababu hawajawa huru. Hawajawa huru kwa sababu gani? Hawajui kulitumia neno la Mungu liwaweke huru. Brother, uhuru wa kweli hautokani tu na wewe kuomba peke yake. Uhuru wa kweli hautokani tu na wewe kumjua mchungaji. Uhuru wa kweli hautokani tu na wewe kutumia silaha za kiroho. Uhuru wa kweli unakuja kwa wewe kulijua neno la Mungu na Mungu mwenyewe. Neno la Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana. Sasa sio tu kumjua, lijue na neno la Mungu, halafu mema yatakujia. Ukilijua neno la Mungu utakuwa huru. Ukweli utakuwa ndani yako. Wengi wameshindwa kufunguliwa kwa sababu hawaijui kweli ya Mungu. Yesu alipigwa majaribu jangwani. Shetani alijaribu kumjaribu, lakini alishinda kwa neno. Imeandikwa katika Mathayo 4:4, mtu asiyejua neno la Mungu ni rahisi sana au si rahisi kufunguliwa, lakini mtu anayelijua neno la Mungu ni rahisi kufunguliwa. Acha uhuru wa neno la Mungu ukupe wewe uhuru ulio kamili katika maisha yako. Ukiwa hujui neno la Mungu utateseka. Tafuta kulijua neno la Mungu. Mtu asiyejua neno la Mungu ni rahisi kufungwa kwa sababu hana ufahamu wa kutosha. Kwa nini neno la Mungu? Sababu neno la Mungu linaweza kuvunja laana. Neno la Mungu linaweza kufungua akili zako. Neno la Mungu linaweza kuleta amani. Neno la Mungu linaweza kufukuza nguvu za giza. Neno la Mungu lina uwezo wa kuleta uponyaji. Kwa hiyo omba kwa Mungu ulijue neno lake. Na hii itakusaidia sana wewe kuwa huru katika maisha yako. Jambo la 4 la msingi ni kwamba omba kwa nguvu na kufunga, ili uweze kufunguliwa katika vifungo mbalimbali ambavyo umeteseka navyo kwa muda mrefu. Maombi ni moja ya silaha kuu za kiroho. Omba kwa kawaida, lakini pia omba kwa kufunga na kuomba. Kuna vifungo haviwezi kuondoka kwa maombi ya kawaida. Mathayo 17:21 inatuambia, aina hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kuna mambo mengine hayawezi kutoka maisha yako. Umeyaombea kwa njia ya kawaida, kwa namna ya kawaida, umeyaombea kwa njia nyingi ya kawaida, haujawahi kuona unafunguliwa. Sasa badilisha staili yako ya kuomba. Badilisha mfumo wa kuomba. Tumia Mathayo 17:21 kwamba kwa namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali au kwa kusali na kufunga. Funga. Tumia muda wako wa kufunga siku 2 kavu, siku 3 kavu, siku 7, siku ngapi. Kadhalika vyovyote Mungu atakavyokuwa amekuongoza. Kama ni masaa 24 unaweza kuomba hivyo, au ni masaa 12 unaweza kuomba. Lakini onyesha juhudi ya kwamba unamtafuta Mungu kwa njia ya kufunga. Kwa sababu hii na kufunga inakusaidia wewe kuwa na maombi ya moto. Na unajua maombi ya moto huwa yanavunja minyororo ya ibilisi. Ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza utagundua namna ambavyo neno la Mungu linatuambia, namna ambavyo vifungo viliwaachia watu wa Mungu na wakawekwa huru kabisa, kwa sababu maombi yalikuwa ni ya moto, tunaita fire. Yaani maombi yamejaa nguvu kweli kweli. Na kwa sababu maombi yamejaa moto wa Mungu, watu walifunguliwa na wakawekwa huru. Kwa hiyo omba Mungu kabisa. Omba Mungu maombi yale ya moto. Acha kuomba maombi kama unagusagusa. Omba kabisa maombi ya moto. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 inasema, omba bila kukoma. Maombi ya moto ni yale maombi yasiyozimika.
Leo upo, kesho kutwa upo, mtondogoo upo, asubuhi upo, jioni upo. Ni maombi yasiyokata tamaa. Ni mtu asiyekata tamaa kwa maombi. Na mara unapoanza kuomba, hata kama utaisikia uchovu, unasema no. Kwa hiyo hakikisha kwamba hauzimi madhabahu yako ya maombi. Madhabahu yako ya maombi isipozimika, maombi yako yatakuwa ya moto. Kanisa la kwanza lilipoomba, gereza lilifunguliwa. Wakati Petro amefungwa jela, mara hiyo Biblia inasema kwamba katika Matendo ya Mitume 16:26, mara hiyo pakawa na tetemeko kubwa la nchi, vifungo vyao vyote vikafunguliwa. Unaona kwamba kanisa la kwanza liliomba, na yale maombi ya moto yalisababisha mtumishi wa Mungu aliyekuwa amefungwa jela afunguliwe. Unaweza kuona kama maombi huleta ufungulivu. Ninakutamkia na kukutabiria jioni ya leo, Mungu akakupe ufungulivu katika jina la Yesu. Ninakutamkia na kukuombea asubuhi ya leo, Mungu akakupe ufungulivu katika jina la Yesu. Nakutamkia na kukuombea wewe unayenisikiliza saa hizi, bila kujali ni asubuhi, bila kujali ni jioni, bila kujali ni mchana, ninatamka kwako ufungulivu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuombea ufunguliwe. Ninakuombea ufunguliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea ufunguliwe kwenye matatizo yako, kwenye laana zilizokufunga kwa jina la Yesu aliye hai. Kama unanisikia, kamata mahali unapoumwa, na kama unahitaji tu mambo mengine, inua mikono yako juu na uombe pamoja nami. Amini pamoja nami. Ninalaani mateso yako. Ninaharibu kila laana juu ya maisha yako. Ninaharibu kila mikosi, kila vifungo, kila kufunguliwa, vifungo vya kiroho, vifungo vya dhambi, vifungo vya kiakili, vifungo vya kila namna juu ya maisha yako. Ninavilani na ninavibomoa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukafunguliwe mwanamke, ukafunguliwe mwanaume, biashara yako ikafunguliwe. Mwanamke, biashara yako ifunguliwe. Mwanaume, biashara yako ifunguliwe. Kijana, biashara yako ifunguliwe. Kijana, kazi yako ifunguliwe. Kijana, maisha yako yafunguliwe. Watoto wako wafunguliwe. Mkeo, familia yako na mume wako wakafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akupe kufunguliwa. Mungu wa mbinguni akupe kufunguliwa, ukawekwe huru dhidi ya roho iliyokutesa kwa miaka 20, kwa miaka 10, kwa miaka mingi iliyopita. Aina yeyote ya mateso ambayo imekuwa juu ya maisha yako, ninaamuru funguliwe. Ninaamuru uwekwe huru. Ninaamuru funguliwe, uponywe kabisa kwa utukufu wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu hai. Ninakuombea uhuru wako, wewe uliyefungwa kazini, wewe ambaye umetupiwa uchawi, wewe ambaye umetupiwa nguvu za giza, haulali usiku, wewe ambaye umetupiwa kuchanganyikiwa, uwezo wako wa kuwaza umefungwa, wewe ambaye umetupiwa laana, uwezo wako wa kufikiri umefungwa, uwezo wako wa kufanya kazi umefungwa, hata uwezo wako wa kufanya kazi kazini umepungua. Ulikuwa kwenye 5 bora ofisini, au kwenye 10 bora, au kwenye 3 bora, lakini sasa umetoka kabisa kwenye hilo eneo. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo hai. Yes Lord, ninakufungua kwa jina la Yesu hai. Ninakufungua kwa jina la Yesu hai. Rapoko sakatanda rabusa, rabo shakata. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo hai. Ninakufungua kwa jina la Yesu hai. Uwe huru dhidi ya magonjwa, uwe huru dhidi ya magereza ya kipepo, uwe huru dhidi ya uchawi, uwe huru dhidi ya laana. Kristo Yesu akuweke huru, my God. Kristo Yesu akuweke huru. Kristo Yesu akuweke huru, na kutamkia Kristo Yesu akuweke huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema ya Mungu ipitayo akili na fahamu zote iwe juu yako katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unanitazama kutoka hapo, yawezekana uko hapo unatafuta namna ya kutufikia, basi unaweza ukaona mambo katika skrini yako hapo na namba yetu ya simu. Unaweza kuchukua namba yetu ya simu na ukatupigia, nasi tutaweza kuomba pamoja nawe. Tafadhali sana awe ni mtu serious ambaye anahitaji kweli msaada wa Mungu, maana kuna watu ambao wanacheza tu na watumishi wa Mungu. Wewe uwe serious na unahitaji kabisa msaada wa Mungu, tupigie kwa namba. Kama uko Mwanza, basi tafuta kanisa letu la Divine Intervention Ministry, liko Nyakato National, mtaa wa Gederi. Njoo na utakutana na Mungu uso kwa uso. Mungu wa mbinguni awabariki sana na watie nguvu. Tuendelee kuomba pamoja. Na Mungu wa mbinguni
akubariki. Kwa heri kwa sasa.